Tuendelee. Nimesema somo la leo lina kichwa kinachosema usiache kuomba baada ya kufanikiwa hitaji lako. Kuna makosa ya watu wengi sana wanayoyafanya katika maisha yao. Makosa hayo ni pale ambapo unaacha kumtegemea Mungu. Unaacha kuendelea kuomba na kumwomba Mungu kwa sababu tu hitaji lako umefanikiwa. Nimeona watu wengi sana wameombewa. Watu wengi sana walifanikiwa kile ambacho walikuwa wanakihitaji baada ya kuombewa. Lakini inafika hatua anaacha kuja kanisani. Bwana Yesu sana. Ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana kwa sababu unampa nafasi shetani ya kuja kubomoa kile ambacho Mungu alifanya kwako. Ndio utamsikia mtu anasema, nabii, uliniombea nilipona vizuri kabisa. Na mafanikio nikaanza kuyaona. Nimekuwa mzima kabisa. Lakini ninashangaa sahihi, ghafla najikuta naanza kuumwa tena. Mambo yangu yameanza kuharibika kuliko mwanzo. Lakini huyu mtu anasema hivyo, utakuta ana miezi 6 hajaonekana kanisani. Ana mwaka mzima hajaonekana kanisani. Sawa? Yamkini anasema yuko busy. Utakuta lakini pia utakuta hata sadaka yake haipo kanisani. Zaka yake haipo kanisani. Mchango wote haupo kanisani. Lakini baada ya miezi 6, baada ya mwaka, baada ya miaka miwili anakuja kupigia simu mpaka umemsahau. Unaanza kumuuliza mara mbili, ni nani? Nikuja hapo na mimi nisahau. Nikuja hapo niombee nilipona kabisa. Nabii anaombea watu wengi sana. Kila siku mimi naombea watu. Bwana sana. Ili kukumbuke namna ambavyo wanakuwa karibu kila wakati. Sasa miezi 6 umepotea. Tatizo limeanza tena. Ndipo sasa unakuja kuinuka kupiga simu. Nabii, naomba niombee. Tatizo limekuwa kubwa kuliko mwanzo. Nilikuja hapo niombea nilipona kabisa. Ila nashangaa. Shida imeanza tena. Kosa kubwa ambalo ulifanya ni kuridhika na muujiza ambao umekupa, ukaanza kumtafuta Mungu. Ukaanza kuomba, ukaacha ibada. Wakati unaacha ibada, unampa nafasi shetani. Kumbuka shetani ni kama simba ungurumaye. Humtafuta mtu akimmeza. Wakati umeanza kuja kanisani, wakati umeanza kutoa zaka, umeanza kutoa sadaka, hofu ya Mungu inaondoka kwako, ulinzi wa Mungu unaondoka kwako, shetani anapata nafasi. Ndio maana Yesu alivyokuwa akiwaponya, anaambia, angalia usitende dhambi tena, lisije likakupata baya kuliko la kwanza. Baya kuliko la kwanza. Kumbe shetani anaweza akarudi, wachawi anaweza akarudi, mapepo yanaweza akarudi tena, na shida ikawa mbaya kuliko la kwanza. Lakini ulimpa nafasi ibilisi, ulimpa nafasi shetani mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya kuacha ibada. Ulikuja kupokea muujiza, na hakika Mungu alikupa muujiza, ukalizika na muujiza, ukaona huyu Mungu sina haja naye tena. Sina haja ya kumtafuta Mungu. Sina haja ya kuomba kwa sababu nimepokea muujiza wangu.